Jambo la pili ndugu zangu ambao ningependa kulizungumzia ni kulinda taasisi ya familia. Viongozi wa dini ni lazima wawe na ushirikiano katika kuangalia ni jinsi gani ambavyo katika mahubiri, iwe ni Waislamu wasiokuwa Waislamu, katika mahubiri yao kuangalia jinsi gani ambavyo wanaweza wakaimarisha hii taasisi ya familia, kwa sababu jinsi inavyozidi kuyumba, athari zake haziishii kwa Waislamu peke yake au wasiokuwa Waislamu peke yake. Athari yake inaenea katika jamii ya ubinadamu yote, kitu ambacho madhara yake ni makubwa katika ustaarabu wa kibinadamu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la pili ambalo ningependa kulizungumzia katika masuala ya kifamilia ni taasisi ya ndoa. Taasisi ya ndoa ambayo inajumuisha kati ya mwanamume na mwanamke wanakutana na ndio wanakuwa mume na mke na familia inatengenezwa. Katika zama tulizonazo ni taasisi ambayo inakabiliwa na changamoto kubwa sana. Ni taasisi ambayo imekuwa legelege kwa kiwango kikubwa sana. Ndoa nyingi zinavunjika. Talaka zimekithiri katika jamii. Wanaume wakimbia wake zao kumeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Leo katika jamii yetu misamiati kama vile single mothers, kwa mama ambao wanalea watoto wao peke yao, imekithiri sana. Na asilimia kubwa ya sababu zile ni kwamba wanaume hawataki kubeba majukumu yao kama wanaume wa kulea familia. Kwa sababu labda za kimaisha, upungufu wa imani, sababu nyingi tofauti. Lakini mwisho wa siku familia imekuwa legelege, akina mama wanabeba jukumu la kulea watoto peke yao, single mothers, na athari zake tunazifahamu. Ni kubwa sana katika mujtamaa. Sasa kesi hizi za talaka, ndoa kuvunjika, zinahitajika zifanyiwe tafiti za kina. Kwa nini hii inajitokeza? Na viashiria vyake ni kitu gani, visababishi vyake? Na je, suluhisho la tatizo hili ni kitu gani? Idara kama za ustawi wa jamii, misikiti, makanisa, wanaharakati mbalimbali, lazima mambo kama haya yafanyiwe utafiti wa kina kwa ajili ya kuangalia tunatokaje katika hali kama hii, kwa sababu katika kila ndoa 10 kuna ndoa karibu 6 mpaka 7 zina matatizo, kama sio ya kuachana, ya kutengana. Na hili jambo sio zuri, halibashiri mustakbali mzuri kwa familia ambayo tunaizungumzia. Jambo jingine ndugu zangu la tatu ambalo linahusiana na familia ni mafhumu, ule ufahamu wa familia katika Uislamu. Katika Uislamu maana ya familia inatofautiana na ile ya kimagharibi. Nikisema magharibi maana yake ni nchi za kimagharibi zinafahamika. Familia katika Uislamu ni baba, ni mama, ni babu, ni bibi, ni mjomba, ni shangazi, ni watoto, ni wajukuu, ni vitukuu na kuendelea. Hii ndio family katika Uislamu. Ukisoma katika Qur'an inapozungumzia nasaban wa sihran, ukizungumzia arham, ukisoma katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unakuta family inazungumziwa kwa upana wake huu ambao nimeuzungumza. Na hii inaitwa extended family. Lakini familia katika mtazamo wa kimagharibi ni baba, mama na watoto wao. Nuclear family. Baba, mama na watoto wao, hii ndio family. Ukisema hii ndio familia yangu, maana yake ni mimi, mke wangu na watu wetu. Kwa hiyo baba, mama hawaingii, babu, bibi hawaingii, shangazi, mjomba hawaingii, wajukuu hawaingii. Sasa huu mtazamo wa kimagharibi ambao kwa kiwango kikubwa sana ufahamu huu unaingia taratibu kwa vijana wetu. Taratibu kwa kuelewa kwamba ukizungumzia familia unazungumzia ile familia yako ya wewe na mke wako na watoto wenu kama Mwenyezi Mungu amewajalia kupata watoto. Na falsafa hii ya kimagharibi inatengenezwa na ubinafsi na masuala ya kiuchumi, lakini falsafa ya Kiislamu inatengenezwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, leo hii vijana wengi sana ambao wameathiriwa na mitazamo kama hii ya umagharibi wanaona familia ni wao na wake zao na watoto wao. Bas. Wazee wanateseka. Wazee ambao wameinvest, najua tamaduni zetu za Kiafrika jinsi zilivyo. Wazee wanainvest katika elimu ya watoto wao. Wanauza mashamba yao, wanauza kuku zao, wanauza ng'ombe zao. Sengine kina mama wanapika vitumbua, wanafanya biashara ndogo ndogo
ada za shule, viatu, mkoba, sijui kitu gani, anataka mtoto wake asome mpaka anafika chuo kikuu. Alafu wewe unafika chuo kikuu unapata na ajira, unasema mimi familia yangu ni mimi na mke wangu huyu niliomuoa na watu wangu nitakaowazaa. Wazee walikuwa na maisha yao huko nyuma, waliishi maisha yao. Wasinisumbue sasa hivi, na mimi nataka nijenge familia yangu, nijenge niwe na nyumba yangu, niwe na mustakabali wangu na watu wangu wananitegemea mimi. Alafu tena nianze kuangalia na wazee. Falsafa za kiuchumi za kimagharibi zimeingia mpaka kubadilisha mitazamo yetu kuhusiana na family. Wallahi zipo cases nyingi sana. Mzee mmoja driver taxi ananisimulia. Bahati amelala kwenye taxi, maana nimekuta amelala na safiri alfajiri. Anipeleke kwenye kituo cha SGR. Mzee zaidi ya miaka 68 na kwenda kwenye miaka 70. Fikiria amelala ndani ya taxi usiku kucha, yani ndio ana makazi yake. Kanichukua sasa njiani, nikawa namhoji, "Shekhe vipi na nini? Naona uko umelala kidogo." Akasema, "Shekhe bwana, tunatafuta riziki." Naona. Na sasa katika mazungumzo akawa anazungumzia mpaka machozi yanamtoka. Anasema, "Shekhe, mimi na watoto wengine wako serikalini, wengine sijui wapi, mabinti nimewaozesha. Yani hata shilingi 20,000 ya dawa ile kunitumia kwamba baba yao wanashindwa, mimi na mama wao tumekuwa wazee. Mimi mzee kama hivi sasa hivi naendesha gari, nalala ndani ya taxi. Ilikuwa wao wanisaidie, lakini hawana habari. Kila ukimpigia simu ukimweleza hakuna anachokituma. Hebu zungumzeni haya mashekhe, hali imekuwa mbaya." Hili jambo limenitokea wiki iliyopita tu, mtu ananihadithia. Sasa visa kama hivi viko vingi sana katika jamii. Kwa nini tumechukua mitazamo ya kimagharibi kwamba familia ni wewe na mke wako na watoto wako? Hukumbuki fadhila. Wazazi wako walikulea vipi? Walikutunza vipi? Walikufikisha hapo katika hali gani? Hali ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia katika Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Amehukumu Mwenyezi Mungu asiabudiwe isipokuwa yeye. "Wa bil walidaini ihsana." Na kuwafanyia wema wazazi wawili. "Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma." Wanapofikia utu uzima, mmoja wao au wote wawili, "Fala taqul lahumā uffin." Usiwaambie yani kuonyesha kwamba unasikitika na unahuzunika kwa maneno wanayokuambia wao. "Wa qul lahumā qawlan karīma." Waambie wazazi wako maneno mazuri. "Wakhfid lahumā janāha dhulli min ar-rahma." Wainamishie mbawa zako za huruma. Mwenyezi Mungu amefananisha mwanadamu ni kama ndege. Zile mbawa zile waweke katika mbawa zako, wakumbatie kwa mbawa zako za huruma. "Wa qul rabbirhamhuma." Nasema Mwenyezi Mungu warehemu, waonee huruma, "kama rabbayani saghira." Kama walivunilea mimi nilivyokuwa mdogo. Haya ndio maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na wazazi wetu. Lakini jamii leo inabeba mitazamo ya kimagharibi kuhusiana na masala ya familia, kiasi cha kwamba wanaona kwamba wazazi wao si sehemu ya familia, na wanaharibia katika familia zao, na wanaharibia uchumi wao, na wanaondoshea maendeleo katika mustakbal wao, bila kuelewa kwamba hakuna maendeleo bila baraka. Huwezi kubarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vyovyote utakavyojiona, mshahara mzuri, umejenga nyumba nzuri, una gari ya kutembelea, wallahi familia yako itakuwa na dhiki na matatizo. Hutopata raha na kile unachokichuma. Kwa sababu gani? Wazee wanasononeka, wananungunika. Kama mzee alivyokuwa akinungunika, anavyonungunika vile, baraka inaondoka katika nyumba za watoto wake wote, na wanaingiwa na mitihani mingi tu. Kwa sababu gani? Wameshindwa kuelewa kitu kinachoitwa baraka. Wenyewe wameangalia kitu kinachoitwa income na uchumi. Ni vitu tofauti. Hichi kinatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hauwezekani ukaenjoy katika maisha yako kama wazazi wako wananungunika. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, swala la familia katika Uislamu ni swala pana, ni swala linataka tulijadili kwa kina, ni swala ambalo tunatakiwa tuwe makini, kwa sababu dunia sasa hivi vita kubwa imeelekezwa katika kuibomoa familia kwa malengo ya kibiashara ambayo dunia nzima inayafahamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidh dhikril hakim.